Hii inaitwa Karibe Kantu. Leo naenda kukuelezea, kama unazijuaga dawa basi hii ni kiboko. Wazambia na Wamalawi wanaijua hii. Kama unasikiaga sijui mtu kaenda Malawi, sijui kaenda Zambia, basi wanafuata hii. Karibe Kantu kwa Kiswahili maana yake ni hakuna kitu. Nadhani wachungaji wanazijua hizi, mashehe wanazijua hizi. Hii una shida ya mvuto, biashara, magonjwa, kesi, sijui madeni, sijui nini, hii ndo kiboko yake. Kwenye biashara hakuna cha chuma ulete wala nini. Kwenye biashara wala haina masharti mengi, nenda nayo tu. Aidha ni mfukoni ama ni wapi, nenda kwenye biashara yako. Kama kulikuwa na uzibe, utaona biashara imeanza kufunguka na wateja wamekuwa wengi. Ukitaka mambo ya mvuto, ichune kidogo, tafuta mafuta ya mzaituni au nazi, paka usoni, kifuani na mikononi. Haina masharti, haihitaji kafara ya aina yoyote, ila ni hatari. Ukiwa nayo hii, hakuna mchawi yoyote anaweza kukuloga, kwa sababu Karibe Kantu tafsiri yake ni kwamba hamna kitu. Hata mchawi akija hakukuti, na hata kama ulikuwa unasafiri basi huwezi kupata ajali, kwa sababu ukiwa nayo mfukoni, safari yako hiyo utaona uzito. Ukishaona uzito usilazimishe. Yani ukiwa na hii Karibe Kantu, maana yake wewe ukiumwa au kufa, basi ni Mungu ametaka, lakini sio kama matakwa ya binadamu. Ni hatari kuliko hatari yenyewe. Yani hii ni zaidi ya dawa zote ambazo unazijua wewe, lakini wengi hawawezi kukwambia kwa sababu ni biashara za watu hizi. Kwa upande wa kesi au kazi au siasa, ama mtu anakudai au mtu unamuomba kitu na anakuwa ni mzito kukupa, kata kipande kidogo sana, weka mdomoni, inayobaki weka mfukoni. Ukiweka mdomoni, tafuna. Ukishatafuna usimeze, meza mate, kale kakapi kanakobakia kakae chini ya ulimi. Mfuate mtu yote, aidha unamdai, aidha unataka umuombe kitu, aidha wewe ni mwanasiasa, aidha ni kesi, basi utanishukuru baadaye. Leo nina mengi ya kuongea, lakini naomba niongelee hii. Tukijaliwa, kuna kwa majaliwa nitakuja na ndele ya Tanga nayo niwaletee muone kazi yake, maana naongea vitu ambavyo nina uhakika navyo, sio vitu vya kusimuliwa.